uchumi ni jambo ambalo kila Mtanzania ana uwezo wa kutoa tathmini yake. Sasa mimi niseme tu kwa kweli, ukilinganisha hii miaka minne na miaka iliyopita, hata kwa data ambayo imetolewa hapa, uchumi wa nchi umekuwa inakaribia 6% wastani hii miaka minne iliyopita. Mfumuko wa bei pia uko katika hali nzuri kabisa, na hata kwa vigezo vya kawaida tu uwezo wa watu wa kawaida ni mzuri. Watu wanaweza kuishi maisha yao, wakala chakula, watoto wanasoma, na mimi kwa binafsi nafikiri mambo ni mazuri kwa ujumla wake. Kwa hiyo uchumi wa Tanzania ni mzuri kwa vigezo vya kiuchumi, GDP, inflation, interest rate, zote ni stable kabisa, hazina shida. Na hata ukilinganisha na Kenya na Rwanda tumekaa vizuri sana. Kwa hiyo kwa ujumla tuseme kwamba uchumi wetu katika miaka hii ni mzuri sana na tunaomba uendelee kama hivyo. Sasa ukitazama kama tulilosema pale, vijana wetu wengi wanatomaliza vyuo hawana ujuzi wa kutenda mambo. Kwa hiyo tatizo si kwamba uchumi hauwaingizi, wenyewe hawana ujuzi. Kwa hiyo inabidi tuhakikishe kwamba vijana tunawatoa sasa hivi tuwape ujuzi wa kutosha wa kufanya mambo baada ya kumaliza vyuoni. Na hilo ni kazi ya serikali na pia ni kazi ya sekta binafsi kusaidiana na serikali ili kuwachukua vijana katika internship scheme zile za miezi mitatu, kuwafundisha kazi, waweze kujifunza vitu ili wakimaliza chuo angalau wawe na kitu cha kufanya. Hilo ni jambo ambalo nafikiri ni muhimu kulifanya baadaye. Lakini kwa sasa hivi uchumi ni jumuishi kiasi, wale ambao wana fursa wanazipata na wanaweza kufanya kazi na kupata kipato kinachowaridhisha wenyewe. Moja, tafiti zinasema kwamba ukitaka kujenga uchumi unaobeba watu wengi lazima uwekeze kwenye kilimo ambacho ni kilimo katika tafsiri pana, kwa maana ya mazao, uvuvi na ufugaji. Sasa nikazungumza kwamba ukitazama kwa mfano eneo la umwagiliaji ambalo limetengenezwa katika miaka mitano ni zaidi ya hekta 400,000, kwa maana ya kwamba wakati Rais Samia anaingia madarakani mwaka 2020 alipokea nchi ambayo ina miaka 60 ikiwa na takriban hekta 540,000, lakini miaka 4 baadaye Tanzania imefikisha eneo la umwagiliaji ambalo unakaribia hekta 1,000,000. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba huu ni uamuzi ambao unakwenda kuchochea tija katika kilimo ambacho ni sehemu kubwa ya umaskini wa nchi, na kwa hiyo umetatua umaskini. Lakini vile vile nikazungumza kuhusiana na uwekezaji katika mbolea. Kwa mfano mbolea ruzuku kuongezeka kutoka tani 600,000 mpaka tani 1,200,000, ongezeko la mara 2 ni kielezo cha kwamba kuna uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya kilimo ambacho kinabeba watu wengi. Lakini pia nikagusa kuhusu sekta ya madini ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikizungumzwa kwamba ni sekta inayobeba watu wenye mitaji mikubwa, wageni. Sasa nikazungumza vitu viwili katika eneo hilo, ambalo ni moja kwamba katika sekta ya madini ambayo ilikuwa ikilalamikiwa kubeba wageni na watu wenye mitaji mikubwa, katika miaka 4 kuna mambo mawili ya kimapinduzi ambayo tunayaona. Jambo la kwanza ni swala zima la kwamba uamuzi wa rais kuzibadilisha hati kubwa za wachimbaji wakubwa na kuwapa wachimbaji wadogo takriban 2,600. Hii imepelekea mchango wa wachimbaji wadogo kwenye mapato ya madini kuongezeka kutoka 20% wakati anaingia madarakani mwaka 2021 mpaka 40% sasa hivi, mpaka 40% mwaka 2024. Kwa hiyo hii inafanya ushiriki wa watu wa kawaida wa Tanzania ambao ni wachimbaji wadogo kuweza kuwa sehemu ya sekta hii pana, sekta hii kubwa ambayo siku zote ilikuwa kilalamikiwa kwamba ni ya wageni na ni watu pengine wakubwa zaidi. Hasa katika sekta ya umma tukionyesha commitment lakini na utayari katika kuwatumia sekta binafsi, tunaweza kujikuta tunapiga hatua kubwa sana kwenye kutekeleza malengo ya dira ya 2050. Kwa vigezo hivyo ambavyo nimetangulia kuvisema mwanzo, malengo tulionayo ni makubwa, na kwa hivyo kwa kutumia rasilimali za serikali peke yake tunaweza tukajikuta tunashindwa ama kutekeleza malengo tuliyojiwekea, ama tunayatekeleza kwa nguvu kubwa sana.